Naam, karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo katika kipindi chetu kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu ni Imani Yohani Paulo, mzalendo wa Afrika, lakini pia mtetezi na mkereketwa wa lugha ya Kiswahili. Leo nina mambo mawili matatu ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu teknolojia, kuhusu matumizi ya teknolojia kwa Mwafrika haswa, kwa sababu imekuwa vuta ni kuvute katika mambo ya teknolojia na mwanadamu. Kama mnavyojua sasa hivi teknolojia imeendelea kiasi kwamba mtu anaweza kukaa na kutumia AI, nafikiri artificial intelligence, na kutengeneza video ambayo inafanana kabisa na hii ninayoitengeneza ndani ya studio zangu, alafu baadaye anairusha. Kwa hiyo kama hujakuwa makini unaweza kuamini kwamba kumbe huyu ndiye ameongea na sauti kama hivi tu kwa kutumia teknolojia. So kwa hiyo ningependa niwajulishe shida ambayo Waafrika tunaipata katika mambo ya teknolojia. Jambo la kwanza ni kwamba vyombo vyote vya teknolojia ambavyo vinatumika huwa vinatumiaga asili natural resources ambazo zinatoka huko Afrika, alafu baadaye hizo natural resources ama tunaweza kusema labda almasi, copper, dhahabu, tanzanite, vitu vya namna hiyo, mafuta, wanatumiaga ama uranium, wanatumia hivyo vitu kutoka kwetu Afrika. Kwa mfano, wanaweza kuenda Kongo, wanachukua hivyo vitu, alafu wanavipeleka kwao huko, alafu baadaye wanatengeneza kitu, alafu wanaturudishia. Kwa hiyo, na wanachukua hivyo vitu kutoka kwetu kama vile bure, yani hawalipi. Company zinazofanya vitu vya namna hiyo kuwa hazilipi, zinaweza kuwa zinalipa labda 1%, 2%, 5% wakiwa wamezidi. Kama mnakumbuka Magufuli aliwahi kuligusia walipokuwa na somba michanga kutoka Tanzania kuipeleka Ulaya, kwamba walikuwa kumbe wanapeleka madini. Kwa hiyo hiyo ni shida ya kwanza, ama ni kupoteza mahali pa kwanza, tunapoteza. Mahali pa pili ni kuhusu gharama ama bei za vitu vya namna hiyo, vitu vya teknolojia. Kwa mfano, kama unataka kununua gari au unataka kununua simu huko kwetu Afrika, na kuambia kwamba yani ni vuta ni kuvuta. Unaweza kukuta simu ya kawaida tu ni kama dola 300, yani ukitaka kuinunua. Sijui unakoishi inawezekana ikawa ni chini kidogo, lakini mahali pengine inaweza kuzidi hata hapo. Kwa hiyo unakuta dola 300 kwa Mwafrika, hiyo ni shida kwa watu wengi, hatuwezi tukazipata. Wakati huko Ulaya ama Marekani hata simu yani sio kitu cha kununua, yani unakuta kama vile wanazipeana kwa bure. Company zinazotoa service kuwa na kupaga simu, alafu ndio hivyo sasa. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili ambapo tunapoteza. Kwa hiyo wanatengeneza hivyo vitu. Kwa mfano, wanaenda Kongo, wanachukua madini huko, baadaye wanapeleka huko China ama Germany, wanatengeneza Volkswagen, gari ya Volkswagen, alafu baadaye Volkswagen gari hiyo wakirudisha kwetu kwa Afrika, unakuta yani ni mamilioni, kama 1,300. Hapa nimeangalia ni kama 1,350 ya dola za Kimarekani gari hiyo. So kwa hiyo ina maana kwamba sisi wa Afrika hiyo pesa hatuwezi tukaipata. Watu wengi hapa Afrika hawezi kupata hiyo pesa 1,350 ya dola kununua gari. Kwa hiyo unakuta sasa hapo ndio mahali pengine tunapoteza. Simu ndio hivyo, kamera ndio hivyo, radio ndio hivyo, TV ndio hivyo, fridge ndio hivyo. Yani kila kitu ambacho ni cha teknolojia ambacho kinatengenezwa, kama kimetengenezwa Japani, kimetengenezwa Korea Kusini, China, kimetengenezwa Ujerumani ama Marekani ama Uingereza, ama Ufaransa, ndege, yani kila kitu nakuta shida ni ni gharama zake. Kwa mfano, shirika la ndege za Afrika yani huwa sasa hivi kumesalia kama 1 ama 2 ambazo zinafanya kazi vizuri. Yani kulikuwa kuna wakati ambapo Nigeria ilikuwa na airline, Nigeria Airline, Burundi walikuwa na airline, Ghana walikuwa na airline, kila nchi, Uganda Airline. Sasa hivi kumesalia tu ndege moja, mahali pengine hakuna hata.
nafikiri shirika ambalo linaendelea kupata labda kufanya kazi vizuri ni shirika la Ethiopia Airline, na nilikuwa nafanya utafiti nikakuta inawezekana hata shirika lenyewe kuna shares ambazo sio hata za Ethiopia, lakini hilo sijakuwa na uhakika. Kwa hiyo shirika nyingine zote za ndege, kwa sababu ya gharama za ndege, unakuta yani hawawezi kuafford kupeleka watu na mizigo. Kwa mfano shirika la ndege la Afrika Kusini, yani kama linaenda chini tu kama hivi litakuja kuisha pia. Kenya Airways ndio hivyo sasa utakuta yani hatuna kabisa shirika la ndege yoyote, kwa sababu gharama za ndege ni pesa nyingi sana. Na kumbuke kwamba vitu vyote ambavyo vipo ndani ya hizo ndege vinatoka huko kwetu Afrika. So hilo ni eneo la pili. Sasa eneo la tatu ni kuhusu internet ama hizi unaweza kusema datas. Ukinunua simu utahitaji kununua internet pia, na internet hiyo ni pesa nyingi sana. Kwenye nchi nyingine unakuta internet yani ni kama nyongeza, yani hakuna gharama. Kwa mfano ukinunua simu Marekani, yani kuwa unalipa kwa mwezi, unalipana na internet. Yani simu inakuja, yani kwa mwezi bili ya kupiga simu na pia ya internet inakuwa pamoja. Kwa hiyo huweza tukakumbuka kwamba umelipia internet, kwa sababu internet inakuwemo pamoja na ile bili unalipa kwa mwezi. Lakini huku kwetu yani unalipia hii ya kupigia simu, lakini pia unaongelea loko sasa, maana usisubutu kupiga nje ya nchi yako, hapo utakuwa umeishi. Kwa hiyo unafanya hivyo, alafu baadaye ndio sasa unanunua na pia internet. Sasa hiyo ni shida ya pili, kwa sababu internet ni pesa nyingi sana. Wanaotuuzia internet, unajua kampani zote zinazouza hizo internet, sijui Vodacom, sijui Celtel, sijui nini, Ethiotel, hizo zote hizo kampani ukiangalia kwa undani zaidi unakuta zinanunua kwa kampani za wakoloni au waliotutawala wanaoendelea kutuiba vitu vyetu, alafu baadaye wanatuuzia sisi wenyewe kama wananchi, au hizo kampani zenyewe zinatuuzia sasa. Unaona Sasa hiyo ni eneo la tatu. La mwisho sasa ambayo ni hatari sana ni inaitwa datas. Datas ni kwamba yani wana correct ama wanakusanya yale mazungumzo, vile vitu vyote ambavyo vimepostwa kwa sijui kwa TikTok, sijui wapi na wapi, wanakusanya kila kitu, alafu wanakuwa navyo, alafu wanajifunza ama wanatumia AI kujifunza watu wa nchi hii ama watu wa namna hii wanafikiria nini, wanapenda nini, wanataka kununua nini, yani ya mawazo yako yote wanajifunza kupitia kwa hiyo data correction. Ndio maana China walikuwa wameweka inaitwa bugs ndani ya Africa Union ili waweze kuchukua waweze kuchukua hizo data, kwa sababu data ndio kitu expensive sana, yani ni gharama kubwa sana ku correct data. Ndio maana wa Mark Zuckerberg wa Facebook ndio wameendelea sana, wamepata pesa nyingi kwa kuuza hizo data. Lakini pia Elon Musk pia para amenunua Twitter, sio kwamba alinunua Twitter tu, alikuwa na mpango wa kucollect, kujua wa Marekani wanafikiria nini. Sio kwamba amenunua tu, amenunua ili ajue wanafikiria nini, ili aweze kufanya anachotaka kukifanya kwenye mambo yake. Ndio maana sasa hivi yani ni kama kiongozi fulani hivi, japokuwa hajachaguliwa na mtu yeyote, lakini ni kiongozi wa serikali. So kwa hiyo hapo sasa sisi tunapoteza kabisa. Data zote za Kiafrika zote zinachukuliwa, nyingine zinaenda kwa Telegram, kwenda huko Urusi, nyingine kwa TikTok. Niliona viongozi wa Afrika wana advertise eti wa Afrika tutumie TikTok. Unaona ugonjwa huo sasa Sasa wanataka tutumie TikTok, wakati TikTok yenyewe yani ukiongea tu vitu vyote tunavyofanya kwa TikTok inaenda moja kwa moja China, moja kwa moja. Yani ni sawa na vitu tunavyofanya kwa YouTube, inaenda moja kwa moja kwa serikali ya Marekani, lakini pia na hizo intelligence, hizo agencies za intelligence. Kwa hiyo hapo ndipo tunapopoteza sisi wa Afrika kwenye hayo maeneo. Lakini chanzo cha yote haya ni nini sasa? Shida ambazo tunazo kwenye mambo ya teknolojia
ambapo kuna utumwa unaoendelea colonization. Kuna nani kwenye eneo la elimu pia kuna colonization ambayo inaendelea kutawaliwa. Kuna mambo ya teknolojia ambayo nimeongelea, lakini pia na mambo ya cultures ama tamaduni ambapo pia kuna colonization zinaendelea. Sasa shida ama tatizo hilo tunaweza kupata majibu kivipi? Ama kwa nini hili tatizo linaendelea? Kwa nini tunaendelea kuwa nyuma? Unanielewa? Na kila wakati ukisikiliza Waafrika, viongozi wa Afrika wanasema Africa has a potential, unaona? Sijui watakwambia kwamba tuna nani huko, sijui ni bara la vijana, sijui ni na nini, kuna agenda sijui 63, sijui vitu. Yaani makorokoro wanakuletea tu ili waendelee kukupa moyo kwamba kuna siku tutakuwa vizuri wa Afrika, unaona? Sijui kama unanielewa. Lakini huo ni uongo tu. Ni kwamba tu Afrika tuko nyuma, na iwapo hatutabadilisha tutaendelea kuwa nyuma. Na shida sasa ni nini ili tuweze kubadilisha haya mambo? Ni muungano wa Afrika. Nimeongelea hili neno mara nyingi sana, na waliotutangulia pia waliongelea. Muungano wa Afrika, nikiongelea hivyo na maanisha kwamba at least Afrika ya watu wa weusi, naweza kusema Afrika Sub-Sahara ndivyo wanasema siku hizi. At least hii ingeungana, tungeweza kupata majibu kwa mambo haya ambayo tunayapitia. Vinginevyo tukiendelea inchi baada ya inchi kupigana kivyake, tutaendelea kupata hizi shida. Yaani kainchi kakijaribu kuinua kichwa wanakafinya, kainchi kingine kijaribu kuinua kichwa wanakafinya, wengine wanakuwa omba. Nafikiri mmeona sana mahali pengine, wengine ni omba, wengine sijui nini na nini, yani wanapigia magoti nani Marekani, wanapigia magoti sijui Ufaransa, yani wanapigia magoti Uchina. Wengine wanashusha bendera za Ufaransa, wanapandisha za Russia. Sasa unajiuliza hao watu wana akili ama hawana akili? Unanielewa? So kwa hiyo shida ni kwamba tumeshindwa kuungana. Kuna video ambazo zinasambaa sana za Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Ni kweli huyu jamaa anafanyaga vizuri, lakini mimi simuamini sana kwenye maeneo anayofuata. Jambo la kwanza, nchi yake imejikita sana kwenye Urusi, na inawezekana Urusi wakawa wanapata service bora kuliko zile Ufaransa walikuwa wanapatia tangu Thomas Isidore Sankara alipouawa na mwenzake rafiki yake Blaise Compaoré. Inawezekana labda Russia wanachukua wananunua vizuri, kama ni dhahabu, kama ni vitu vyovyote vile, lakini mwisho wa siku ni kwamba mimi siwezi nikawaamini watu weupe, siwezi. Nafikiri kwa sababu ni vile tu Urusi kuwa wamekuwa wakipendekezwa kwamba hawajafanya jambo lolote mbaya huko Afrika. Nafikiri nimeona mara nyingi sana wakiwa wanasema hivyo, sijui ukienda sijui wana nani Patrice Emery Lumumba University sijui nini na nini, vitu vya namna hiyo, lakini hiyo haitoshi. Lakini kuna jambo lingine wanalificha sana ukija kwenye historia za Urusi. Kwanza sababu ambayo wanampendekeza sana Patrice Lumumba na wengine ambao walikuwa ni communist ni kwa sababu walikuwa ni communist. Sasa mtu singekuwa angepinga capitalism ambayo ni western system, ambayo inaendana na ukoloni na mambo uhalifu wote ambao mnaujua, alafu ukapinga na hiyo communism, huwezi ukakuta umepewa chuo kikuu, jina kwa chuo kikuu huko Urusi kama wewe sio communist. Hiyo haiwezekani. Nafikiri kwamba mnaelewa vizuri. Sasa jambo lingine ambalo Urusi wanalificha sana ni jinsi walimuattack Marcos Garvey. Urusi walimuattack sana, unanielewa? Kipindi cha Marcos Garvey kulikuwa kuna kampeni za communist ndani ya Marekani. Hadi nafikiri sasa hivi zipo, kwa sababu hawa wakina Du Bois walikuwa wanadaiwa kwamba ni socialist, sijui communist. Walikuwepo, nafikiri mnawajua, walikuwepo wengi sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna socialist, communist ndani ya Marekani, lakini pia kulikuwa kuna pro capitalist. Sasa Marcos Garvey yeye alipinga zote, akasema kwamba yeye ni Africanist. Kwa hiyo alikuwa mpango wake ni kwamba Mwafrika, mtu mweusi ajitegemei. Na Urusi
kama Marekani walivyofanya ama nchi za magharibi walivyofanya, yani walimdestroy haraka haraka, kwa sababu Urusi walimwataki na wote walimwataki. Anyways, habari hizi unaweza kuzipata katika kitabu cha Dr. Tony Martin kinachojulikana kwa jina la Race First. Nafikiri unaweza kuzipata hizo habari vizuri. So kwa hiyo ngoja nisikuchoshe, nilikuwa tu nazungumzia kuhusu haya mambo yanayoendelea huko Burkina Faso. Yani kila mahali ukikuta kwenye mitandao ya kijamii wanamweka Traore, yani ni kama vile ni mtu ambaye anafanya vizuri, siwezi nikalikataa hilo. Kwa sababu yani ameonekana ni ngangari fulani hivi kwenye nchi za magharibi kama Ufaransa, kama Marekani, sijui nini na nini, wanamuwinda unajua, kwa sababu hawa jamaa yani wakiona wewe ni rafiki na Urusi watakutafuta. Lakini sasa shida ni kwamba hawa watu yani wanatuua humo katikati, kwa sababu Urusi na Marekani ni marafiki, unanielewa? Yani kuwa Trump na huyu Putin, wao wanakutania kwenye vyama vyao vya Freemason, alafu wanafanya mambo yao. Lakini sasa wewe Mwafrika wakiona umeegemea kwenye Urusi, yani wanakuwa haraka haraka kama vile walivyomuua Patrice Lumumba. Unaniona, unanisoma lakini wao ni marafiki. Hata Marekani, nakwambia hii ni siri, nataka nikwambie, Marekani na China ni marafiki, ni nchi marafiki. Nakwambia kwa nini? Kwa sababu hizi simu zote za Apple, ngoja nikuulize, simu zote za Apple ukizaangalia zinasema made in China, si ndio? Company ya Apple si ya Marekani. Ngoja nikupe siri nyingine. Ukiangalia kwenye Hollywood si ya Marekani, lakini share companies ambazo holders ambazo yani ndio wamiliki wa holders wengi ni wa China. Kwa hiyo China na Marekani, ukiangalia vitu kama Nike kwa mfano ama Adidas, hizo companies zinafanya vitu, zinatengeneza vitu hivyo, unakuta zinafanyia kazi China, lakini zinamilikiwa na Wamarekani. Unanielewa? Kama nilivyosema kwamba siku hizi utumwa ama colonization ambayo tunayo ni ya companies ambazo zina colonize mataifa ama watu. Sio tena nchi na colonize, sio nchi na colonize nchi nyingine. Hapana, hiyo imeisha. Siku hizi ni companies ambazo zina colonize wananchi ama zina colonize nchi. Angalia kwa mfano nchi ya Afrika Kusini, DBs hiyo ni company ambayo ilikuwa inachimba madhahabu kuanzia kabla hata katika kipindi cha apartheid ilikuwa hapo, hadi leo inamiliki asilimia kubwa sana ya dhahabu zinazotoka Afrika Kusini, na company hiyo haijawahi kuguswa hata mara moja. Unanielewa? So anyways, ngoja nisikuchoshe, nikuache. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni kipindi chetu kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu ni Imani Paulo, nakutakia uwe na weekend njema. Tutaonana katika kipindi kinachofuata. Kama tunavyosema kila wakati, Mungu ibariki Afrika. Kwa heri.